Na wasalimu nyote, hamjambo. Welcome to the Brother Rogers YouTube channel. Na popote mlipo kutoka pembe nne za dunia, natumai siku yenu leo imekuwa njema na Mungu anazidi kuonekania katika maisha yenu. Nashukuru sana kwa jeki ambayo mnazidi kutupiga katika kukua kwa hii channel. Na ninaamini kwamba Mwenyezi Mungu anatumia platform hii ili kuzungumza na maisha ya watu pale nje. Kama hauja subscribe, ningeomba sana kwamba jambo ambalo unastahili kufanya kabla utazame video hii, click that subscribe button and remember to turn on your notification bell. This channel, nilivyosema hapo awali, it's here to give power to the powerless. It's here to instill hope to the hopeless. It's here to give strength to the weak. In one way or another, in my motivational preachings, kwa njia moja au nyingine, I know kuna mtu mahali hapa atatiwa nguvu na atasema hakika, tarehe fulani, siku fulani, nilipokuwa nasikiliza video ya kaka Shungura, nilitiwa nguvu, nilitiwa moyo, na wakati nilikuwa chini, matamshi ya kaka yakaniinua. Wapenzi watazamaji, tunataka kushikana pamoja ili kukuza channel hii, ili kapate kuokoa wengi na kuzungumzia maisha ya Wakenya pale nje. Najua wakati huu Kenya inapitia mengi. Bei ya maisha imepanda. Wakenya wanafanya bidii kila siku ili kutafuta mkate. Na iwapo unanitazama, najua kwamba kwa njia moja au nyingine, Baba wetu aliye mbinguni atakutia nguvu katika safari hii ya maisha. Nitakuwa nachanganya ndimi, nitakuwa nazungumza Kiswahili pamoja na Kiingereza ili ujumbe wangu ukapate kukufikia kwa njia mwafaka. Leo hii nataka nizungumzie wachungaji kondoo. Today I want to address the shepherds out there. In the ancient times of the Israelites, we understand that the shepherds were despised people in the society. Hawa ni watu waliokuwa wamedharauliwa katika jamii. My Bible tells me that these are the people who could not be allowed to fellowship with others. Why? Because they were people who were in contact with dirt each and every day. Hawa ni watu walikuwa wachafu kila siku na kila wakati. Kwa nini? Kazi yao ni kukimbizana na kulala na kondoo pale msituni. Ndugu zangu wanaonitazama, nataka niseme hivi. Hawa watu ni watu ambao hawakuwa wanachukuliwa kama binadamu. They are the people who were battling with rains each and every day. Hawa ni watu walikuwa wanapigana vita na minyama pale msituni kila wakati. In simple terms, the shepherds were people who were at risk. The people who had been rejected by the society. Kwamba hata wakikulwa pale msituni na wanyama, they don't care, because after all, they are despised people. These are the people ambao walikuwa wanalala na makojoo ya mbuzi. Hawa ni watu ambao walikuwa wanalala
na kondoo hadi kuna pambazuka asubuhi. These are the people who never had good clothes. These are people who could not wear nice shoes. Kazi yao ilikuwa ni kuvaa akara. Kuna akara ni viatu vimetengenezwa kutoka taya za gari. Hawa ni watu ambao chakula chao ni matunda ya msituni. Ni watu ambao hawangepata kula chakula kizuri. There were people who were despised. People who were at risk of contacting world diseases. These are the people who were thrown into wild dogs. These are the people who were in the jungle at risk of facing dangerous lions and dangerous animals like hyenas and the rest. Ladies and gentlemen, what am I saying? Hawa watu, in short, they were not worth in the society. Ladies and gentlemen, katika maisha tunayoishi kuna watu ambao ni wachungaji kondoo. Despised people in the society. Watu ambao ni masikini hoehai kwa kiwango ambacho hata kuafford kiatu cha kuvaa ni shida kubwa. Shepherds. Kuna watu katika jamii hata kupata chakula kila siku ni shida kubwa. Wachungaji kondoo. Mahali tunakoishi, there are people who look at you and say, there is nothing good that can ever come out of you. Why? Because of the family you were brought up in. Maisha haya tunayoishi, kuna watu pale nyumbani vijijini, huenda ikawa ni kwenu na unatazama video hii. Hata kuafford maziwa ya chai ni kazi nzito. Hata kupata sukari ya kuweka kwa uji ni kazi nzito. It's a mountain. Kulipia watoto karo ni kazi nzito. A shepherd. Wachungaji kondoo. Lakini nataka unisikilize ninayonena wakati huu. Wenda wewe unanitazama na unapitia shida kubwa ambazo umelinganishwa na wachungaji kondoo. Pale kijijini hautapewa nafasi kuzungumza hata kwa mazishi. Kwa nini? Wewe ni kondoo, mchungaji kondoo. Hata kanisani hautaulizwa maoni kwa sababu watu wanakuona kama mtu ambaye hana jambo la kuzungumza kwa watu. Wachungaji kondoo. Unakofanya kazi, kuna watu wanakuangalia na wanaona kwamba you are not worth it. You are just a shepherd. Ladies and gentlemen, kuna maisha umepitia. Wengine wanapopanga masafari za kwenda Mombasa, wanakuacha nje because you are a shepherd. Wewe ni mchungaji kondoo, a despised human being. Wanapopanga trips za ofisi kwenda ng'ambo, wewe unashtukia tu watu walienda. Kwa nini? You are a shepherd. They think nothing good can come out of you. Kuna watu wamedharauliwa. Kuna watu ninapozungumza leo katika video hii and you're watching, you are about to commit suicide. Why? You've given up in life because people treat you as a shepherd. Mtu wa chini ambaye is smelly, hana nguo, nothing. You are just a shepherd. The people want to hang themselves as I'm speaking. Why? They have given up in life. Your husband sees you as trash. Your wife sees you as trash. Your parents sees you as nothing. Your brother sees you as nothing. They see you as a shepherd, a very smelly creature.
a person not worth it even a second. There are people going through this life. But I want you to listen to me tonight. That Moses is picked from being a shepherd by God and is given a responsibility to face Pharaoh. Listen to me. Moses was a shepherd, a very young man. God is speaking Moses from the jungle. God is speaking Moses from the forest to go and face the king, the most powerful king, King Pharaoh. This is the man, the smelly man, the stammerer, a man of nothing, a man from a poor background, a man who could be rained on, a man without shoes, a man without clothes. This is the man God is speaking from the forest to go and rescue the people of Israel from the hands of Pharaoh. Ladies and gentlemen, Samueli anapoenda katika nyumba ya mfalme, haikuwa nyumba ya mfalme, anapotumwa na Mungu kwenda kutafuta mfalme, after King Saul had gone against God, Samueli anatafuta kijana mdogo anaitwa David, a very smelly young man. Even the father is telling Samuel that, look, we have another boy, but we don't see if he can make a king. Then Samuel is telling them, no, bring him here for me. Mulete hapa kwangu. This is the man God is anointing as the king of Israel. From nothing to a king. From the forest to a king. From the sheep to a king. From dirt to a king. From smells to a king, ladies and gentlemen. When you read the book of Luke chapter number 2, you read us from verse 8 to 20. When Jesus was born, the first people to receive the good news are the shepherds in the field. The Bible says, the angel of the Lord appeared to them asleep in midnight and telling them, look, do not fear, ladies and gentlemen. Look, a son has been born. Sikiliza. Wachungaji kondoo wakati Yesu anazaliwa ndio walikuwa wa kwanza kupata habari. Kupitia kwa malaika aliwaonekania kwa njia ya utukufu, akawaambia, sikilizeni, msiwe na uoga kwa sababu nimewaletea habari njema. Tazama, katika mji wa Yuda amezaliwa mwokozi wa maisha, amezaliwa mfalme wa wafalme, amezaliwa kiongozi wa viongozi ambaye ni Yesu Kristo. Tazama, ondokeni mwende mkamshuhudie. Listen, ladies and gentlemen, haijalishi maneno watu wamezungumza kwa maisha yako, haijalishi umedharauliwa vingapi katika maisha yako, haijalishi wamekutukana siku ngapi, haijalishi wamekunyang'anya mali yako siku ngapi, haijalishi umenyang'anya bwana siku ngapi, haijalishi umetukanwa kwa familia yenu mara ngapi, haijalishi umewekelewa chini mara ngapi, haijalishi wamekufukuza kwa kwaya mara ngapi, haijalishi wamekufukuza shuleni mara ngapi, haijalishi wamekuharibia kazi yako mara ngapi, haijalishi wamekuharibia marriage yako mara ngapi, sikiliza, God is speaking you from grass and will put you to grace, and the people will testify that indeed the Lord has done it. It doesn't matter what you are going through. Connect yourself with God. Connect yourself with Jesus. Umekunywa pombe miaka mingi, watu wanakujua kama mlevi, watu wanakujua hautajenga, watu wanakujua hautaolewa, watu wanakujua hautaoa. Sikiliza, God is speaking you from the bar and will make you a great evangelist. Can someone say amen? Listen,
Nisikilize ndugu zangu, haijalishi wamekufukuza kanisani mara ngapi, haijalishi wamekusema mara ngapi, God is speaking you from somewhere and will place you to somewhere where people will not believe. Hakuna haja ya kujitoa uhai, hakuna haja ya kufa moyo. Yesu ni mwaminifu, yeye anatenda. Connect yourself with him and will surely deliver you. Kuna mtu ananitazama katika video hii, umelia miaka mingi na unashindwa utaelekea wapi. Kwa nini? Ukiangalia nyumbani kwenu hakuna mbele wala nyuma. Ukiangalia familia uliozaliwa hakuna mbele wala nyuma. Umefika mwisho, umekosa kazi, watoto wanakulilia, unahitaji chakula, unahitaji kulipa rent, unahitaji kulipa bills. Sikiliza, God is giving you a very big business. Mungu anakupatia kazi nzito. God is putting you in an office and people will not believe. Ladies and gentlemen, I'm here to say to you, niko hapa kukutia moyo. Maisha ni mazuri. Hakuna haja ya kujitia uoga. Hakuna haja ya kujitoa uhai. Listen to me. Hiyo kamba uliopanga kujitoa nayo, peleka ukafunge kondoo. Hiyo sumu uliopanga kujimaliza nayo, peleka ukatupe chooni. Kwa nini? Nimekuletea habari njema. Yesu anaonekania kwanza. Mungu anaonekania the shepherd for the first time. Anawaambia nyinyi ndio wa kwanza kuletewa habari hii. Watu masikini, watu walikuwa wanatusiwa, watu walikuwa wanapewa chakula wakirushiwa msituni. They are the people who are testifying first on the birth of Jesus. God bless you. Mungu akutie nguvu na Mungu akuonekanie katika maisha yako. Kutoka ukumbi huu, endelea kusubscribe. Kama ujumbe huu umekutia nguvu, share with your friend and the Lord will bless you. Asanteni sana. Mungu akutie nguvu.